Hello, mambo vipi? Karibu katika channel yangu. Jina langu ni Erica Lulakwa na ndilo hilo jina katika mitandao yote unayofahamu. Karibu sana kuangalia YouTube channel yangu ambayo ina muziki. Kuna muziki humu, alafu kuna maongezi mbalimbali kuhusiana na topics mbalimbali. Kama unanifuatilia unajua kwamba napenda kuongelea michezo na uhalisia wa maisha Marekani. Lakini sasa hivi hot topic ni michezo Tanzania. Maana naona kuna mambo mengi yanaendelea. Wengine wanakwambia haya yote yanatokea kwa sababu watu wanataka wazime mambo yote yanaendelea kuhusiana na siasa. Wengine wanasema kwa hivi ni vya kweli. Sasa iwe vya kweli viwe vya uongo, mtajua nyinyi, ila mimi nakuja kuongelea kwa kile ambacho nakisoma na nakisikia na naangalia, kwa sababu nafuatilia sana michezo ya Tanzania. Nafuatilia sana michezo na nimeshaongea kuhusiana na sakata linaloendelea kuhusiana na bodi ya ligi na TFF na Yanga. Nimeshaongelea vitu sana na nitapenda kuendelea kuongelea mpaka pale ambapo vitaacha. Sasa kila mtu anaongea, na mimi nitakuja naweka mtazamo wangu. Kwanza kabisa, pamoja kwamba mimi ni shabiki wa Yanga, lakini siongelea mambo kutokea upande wa ushabiki. Hapa nakuja kuongelea kama mtu ninayefahamu maadili, ninayefahamu professionalism, yaani uweledi. Nakuja kuongelea hapa kama mtu ambaye nafuata kanuni na yaani unafuata principles, rules and guidelines, unavifuata, na hivi vina apply katika maisha yetu yote ya kila siku. Unajua, kutoka kwenye familia zetu mpaka kwenda huko kujuu huko tunakwenda, hivi vitu vyote vinavyoitwa kanuni na sheria vipo. Kwa hiyo sasa nisipende kuzunguka sana, lakini kwa kile ambacho kinaendelea sasa hivi Tanzania kwenye uwanja wa mpira, ligi kuu ya Tanzania, ninaona kwamba hapa sasa hivi Yanga amejitokeza yeye kama yeye kusimama kwa ajili ya kuona kwamba mpira wa Tanzania unakoelekea siko, na isipojitokeza mtu akasimama akaweza kutetea maslahi ya mpira wa Tanzania, basi hakuna ambaye atakayefanya hivyo. Kama wengine ambao wanasema kwamba Yanga ni club kubwa sana, na yeye yenyewe imejitoa muhanga kuweza kusahihisha makosa ambayo yanafanyika, kama nilivyosema kwenye video yangu ya jana au juzi, kwamba Yanga kasimama. Hata kama kuna watu wanatoka wanasema kwamba Yanga naye amefaidika na yale mambo na makosa ambayo yalikuwa yanajitokeza hapo nyuma. Sawa, hata kama amefaidika, basi wajitokeza hao viongozi wanaosema kwamba amefaidika, waseme na alokuwa anamfaidisha ni nani. Kwa hiyo sasa kama Yanga amefaidika, imekuja ameona sasa huyu anayenifaidisha hata hafai, Unafika wakati unasema hii faida, hata kama ninaipata faida, kama kweli vipo hiyo vitu, unasema huyu hafai, hatuwezi tukaendelea hivi kufanya mambo ambayo yanafanyika. Kwa hiyo lazima mtu asimame aseme, unajua anashtuka, asema hapa mbona hivi ikiendelea hivi kweli tunakokwenda hatufika kufika tunakotaka kufika. Kwa hiyo Yanga kashtuka na akaona kwamba uonevu unazidi, na uonevu sio tu kwa Yanga bali ni kwa ligi nzima. Kwa hiyo sasa Yanga anasimama, anataka atetee mpira wa Tanzania. Lakini wewe mchambuzi, kama wewe ni mchambuzi pumba, kama wewe ni shabiki pumba, kama wewe ni kiongozi pumba, ukija ukisimama na kuangalia hivi vitu, unaweza ukaviangalia kwa jicho la upofu na kutona. Lakini kutokana na kwamba katika klabu ya Yanga kuna watu wanaoendesha maisha ya mpira kikanuni, wamesoma, wanaelewa kanuni, wanaelewa uweledi wa uendeshaji wa mpira, sio tena yale mambo ya mazoea. Ndio maana unaona hiki kinachotokea sasa hivi. Yanga anasimama kuja kuwa mkombozi wa nini? Mkombozi wa mpira Tanzania. Sasa basi, fuatilia video yangu inayokuja. Nitaenda kuongelea hiki kinachoendelea kuhusiana na barua ya Simba walioandika sasa hivi, alafu nitaongelea
deni ambalo TFF wanadaiwa, alafu nitaongelea swala zima la nini Yanga watakuja kukifanya wasipocheza mchezo na wakanyang'anywa, sijui wanasema sijui wanataka kunyang'anya points. Nitakuja kuongelea. Angalia video inayofuata. Haya.